Kwa hiyo kwa muhtasari ni kwamba tukizungumza uongozi tunazungumza ni uwezo wa mtu kugusa maisha ya watu kupitia vipaji vyake, kupitia uwezo wake na kupitia nafasi ambayo pia amepewa. Lakini kwenye uongozi watu tunasema kuna viwango vya uongozi. Sio kila mtu anaongoza kwenye kiwango kinachofanana. Kuna viwango 5 vya uongozi ambavyo mtu anavipitia. Na nikiwa navielezea nataka wewe utafakari na ufikirie. Je, sasa hivi wewe uongozi wako uko kwenye ngazi gani? Kwa sababu ngazi ya uongozi ambayo unaitumia kuongoza huwa pia inaweza kuathiri kiwango cha matokeo unayoyapata katika wale unaoongoza. Sasa ngazi ya kwanza kabisa ni ya chini kabisa ambayo inaitwa position, au kwa Kiswahili ungesema ni nafasi. Hii ndio ngazi ya chini kabisa ya uongozi. Okay? Sasa kwenye nafasi maana yake mtu anajichukulia ni kiongozi kwa sababu ya cheo alichonacho au kwa sababu ya nafasi alionayo. Na hapa watu hawakufuati kwa sababu umewashawishi. Watu hawakufuati kwa sababu wanakuamini. Hapana. Kwenye nafasi hii au kwenye level hii, kiwango hiki cha chini, watu wanakufuata kwa sababu hawana namna, kwa sababu wewe umewekwa kama kiongozi. Kwa hawana namna. Kwa sababu usipokufuata unaweza aidha kuadhibu, au wakikufuata vizuri unaweza ukawapa reward, unaweza ukawapa vitu, nafasi au fursa. Kwa ukweli ni kwamba hawakufuati kama kiongozi, ila wanaoifuata ni nafasi yako iliyoko pale. Na kiongozi hapa utamjua, kiongozi hapa anapenda sana kutumia mamlaka. Kila saa atasema mimi ndio kiongozi, mimi ndio nimesema. Ukiona mtu anatumia hiyo sentensi mara kwa mara, tafsiri yake anaongoza kutokea kwenye level ya chini kabisa ya uongozi ambayo tunaita ni position level au level ya nafasi. Na ndio maana mtu anaweza akawa na nafasi alafu akipoteza ile nafasi unashangaa na ushawishi wake umepotea. Ina maana kilichokuwa kinambeba kama kiongozi sio yeye, kilichokuwa kinambeba pale ni nafasi ya uongozi. Lakini kwenye uongozi tunasema hata kama ukiondoka kwenye uongozi bado kuna ushawishi wako unatakiwa ubaki nao, kwa sababu wewe ndio kiongozi, sio ile nafasi ambayo ilikufanya kuwa ni kiongozi. Kwa hiyo watu wengi wanaanza kujihesabu kama viongozi wakiwa kwenye nafasi. Lakini tunasema kwenye shule au kwenye ufahamu wa kiongozi, nafasi yako ni kiwango cha chini kabisa cha kuongoza watu. Haimaanishi kwamba haina maana, hapana, inamaanisha ni mbegu tu, ni mtaji unaopewa wa kuanza uongozi, lakini sio kilele cha uongozi wako. Sasa ukiweza kutoka hapa unaenda kwenye pili ambayo tunaita permission level. Au permission level ni uongozi unaojengwa kwenye mahusiano na watu. Uongozi unaojengwa kwenye mahusiano na watu. Sasa kumbuka tumesema hii ya kwanza ni uongozi unaojengwa kwenye nafasi. Hii ya pili ni uongozi unaojengwa kwenye mahusiano na watu. Hapa chini watu walikuwa wanakufuata kwa sababu walikuwa wana namna, lazima wakufuate wewe, uongozi wetu umewekwa hapo, kama ni katibu, kama ni mhasibu, kama ni nani, hatuna namna. Lakini level ya pili watu wanakufuata kwa sababu wanapenda kukufuata. Ndio tofauti yake. Kwa nini wanapenda kukufuata? Kwa sababu umejenga mahusiano na hao watu. Kwa sababu hao unaoongoza wana hisia, hao unaoongoza wanahitaji kusikilizwa, hao unaoongoza wanahitaji kuona kwamba unawaelewa. Kwa hiyo level ya pili au kiwango cha pili ni kwamba mtu amejenga mahusiano na watu. Na mimi nafanya mafunzo kwenye taasisi mbalimbali. Nimeshawahi kwenda kwenye taasisi ambazo unakuta kuna mtu ambaye ana nafasi ndogo kwenye taasisi lakini ana ushawishi mkubwa kuliko kiongozi wa taasisi. Ukifuatilia unagundua ni kwa sababu yule mtu amejenga mahusiano mazuri na kila mtu aliyenaye pale. Alafu yule mwenye cheo kikubwa hajajenga mahusiano kabisa na watu. Yeye anaamini kwenye nguvu ya amri yake na nguvu alionayo kama kwenye nafasi yake. Sasa tunasema kwenye uongozi usitegemee tu nafasi, tegemea pia kujenga mahusiano. Na mahusiano na watu unajenga katika nyanja nyingi sana. Kwenye saikolojia kuna kitu tunaita emotional deposit au uwekezaji wa kihisia. Ukitaka mtu akuheshimu sana, wekeza kwenye hisia zake. Na hisia za watu zinawekeza kwenye maeneo mawili makubwa. Wanapokuwa na furaha sana na wanapokuwa na huzuni sana. Ndio maana leo mtu akija kwenye msiba wa ndugu yako, kesho akifiwa utajisikia wajibu wa kwenda kwake. Kwa nini? Kwa sababu amewekeza kwenye maisha yako. Ukiwa unaumwa akakupigia simu, nimesikia unaumwa, unaendeleaje? Kesho akisikia umeumwa pia atakutafuta na wewe. Kwa sababu gani? Umewekeza kwenye hisia zake. Kwa kiongozi wa namna hii anaweza akanyang'anywa nafasi. Ndio maana kuna watu walikuwa kwenye nafasi wakaondoshwa, lakini bado wamebaki na ushawishi kana kwamba wako kwenye nafasi bado. Kwa nini? Kwa sababu yeye alienda zaidi ya nafasi, alijenga ushawishi wake zaidi kwenye maisha ya watu mmoja mmoja. Kwa mtu yote ambaye akifanikiwa hapa kwenye permission level, kwenye kujenga mahusiano na watu,
hata kama nafasi yake ni ndogo, utashangaa anasikilizwa zaidi. Hata kwenye vikao yake ongea, watu wanafanya zaidi. Au anaweza mkaongea kwenye kikao mkakubaliana, baada ya kikao wanaanza kumuuliza wewe unasemaje. Akisema tofauti na kilichokubaliwa kwenye kikao, wanamsikiliza yeye, wanaacha maazimio ya kikao. Kwa nini? Kwa sababu tayari alijenga mahusiano na watu. Kwa hiyo unapopewa nafasi, jukumu la pili ni kujenga mahusiano na watu. Hiyo ndio level ya pili ya uongozi. Level ya tatu tunaita production au kiwango cha kutoa matokeo. Sasa mwanzoni watu wanakufuata kwa sababu ya nafasi yako, position. Ya pili, watu wanakufuata kwa sababu ya mahusiano uliyojenga. Tatu, watu wanakufuata kwa sababu ya matokeo ulionayo kwenye kazi yako, matokeo ulionayo kwenye uongozi wako. Kwa tunasema katika level hii watu wanakufuata kwa kile kitu umekifanya kwenye taasisi, kitu umekifanya kwenye kazi na nafasi yako. Hii ndio watu wanasemaga kwamba huyu jamaa bwana, tangu amekuja kumekuwa na mabadiliko 1 2 3 4 5. Tangu amekuja, tangu ashike nafasi kulikuwa na jambo 1 2 3 4. Sasa huyo maana yake ameanza kushawishi kwa matokeo aliyoyapata. Ndio maana kwenye taasisi nyingi mtu akiwa na matokeo mazuri unashangaa anapandishwa cheo. Kwa nini? Kwa sababu wanagundua kwamba matokeo yanaleta ushawishi hata kama mtu hujampa nafasi. Usipompa nafasi lakini ana matokeo, atakuwa na ushawishi zaidi kuliko mtu mwenye nafasi lakini hana matokeo. Kwa hiyo ndio maana nafasi ukiwa nayo haiwezi kukulinda tu, haiwezi kukushikilia tu. Lazima ufanye vitu ambavyo vinaonyesha kuna matokeo yanayotokea kwenye kile ambacho unakifanya. Sasa level ya 4, ukishatoka hapo ukienda kwenye level namba 4, ni ile ambayo tunaita people development au ukuzaji wa watu, kuendeleza watu. Unajua future ya taasisi yoyote ile, kesho ya taasisi yoyote ile inategemea aina ya watu. Yaani leo tukizungumza BAKWATA, kesho ya BAKWATA tunaiona hapa kwa viongozi. Maana yake kama hakuna watu wanaoandaliwa kwa ajili ya kesho ya taasisi, maana yake hiyo taasisi haina kesho yake. Kwa hiyo moja ya jukumu kubwa sana la kiongozi ni kuona namna gani anaendeleza watu wake. Kuna mtaalamu mmoja wa uongozi aliyosema kwamba a leader is not successful if he doesn't have a successor. Kwamba kiongozi hawezi kujiita amefanikiwa kama hana watu waliowaandaa kuchukua nafasi yake. Sasa najua hiki ni kitu ambacho viongozi wengi wanakiogopa, lakini utaogopa tu kama wewe haukui kwenye uongozi wako. Kama unakuwa, una haja ya kumwogopa mtu yote aliyoko chini yake. Ni kama vile ambavyo baba hawezi kumwogopa mtoto wake. Hakuna namna yote ile ambavyo anaweza mtoto akawa mkubwa kuliko baba. Kwa hiyo moja ya jukumu la kiongozi ni kugundua vipawa vya watu alivyonavyo kwenye eneo lake. Kwa kama kwenye mkoa, kama ni kwenye wilaya, kugundua vipaji gani nani anavyo. Alafu vile vipaji kuviweka pamoja ili vikupe matokeo. Alafu uzuri wa uongozi uko hivi, watu wa chini yako wakifanya vizuri, sifa bado zitakurudia wewe mwenyewe. Kwa hiyo kwenye level ya people development ni mtu anawajibika kuendeleza watu walioko chini yake, kuboresha uwezo wao, kuwapa fursa, kuwawezesha. Kwa nini? Kwa sababu anajua wakifanya vizuri na yeye kazi yake ndio inamrahisishia, na yeye pia inakuwa ni vizuri pia. Na ya mwisho ni ile ambayo tunaita pinnacle. Sasa hii ni level ya juu kabisa ya uongozi ambao tunasema mara nyingi inaweza ikawa ni kwenye lifetime, ni kwenye muda wa maisha yako yote. Hii ni watu wanakufuata kwa sababu ya kitu ambacho unakiwakilisha. Yaani maana yake likitajwa jina lako kuna jambo watu linayoingia kichwani kwao kwamba huyu ni mtu wa namna fulani. Kuna watu hapa duniani utagundua kwamba huyu ni mtu ambaye anatetea haki pengine za watoto. Mwingine akitajwa atasema huyu ni mtu ambaye anashuka sana mambo ya kilimo. Mwingine akitajwa huyu ni mtu wa michezo. Swali linakuja, jina lako wewe tukilitaja kwenye vichwa vya watu wanafikiria nini? Sasa kile ambacho watu wanafikiria kwenye vichwa vyao, hiyo ndio level yako ya juu ya uongozi. Sasa na hiki ni kitu unakijenga. Kuna watu wakitajwa hata kwenye urafiki tulionao, mtu akitajwa huyu anakopaga alipi, si ndio? Kuna watu wana sifa hizo. Kila mtu ana sifa yake. Kwa hiyo wewe ukitajwa jina lako linakuaje? Linawakilisha jambo gani? Kule mtaani wanasema brand. Ushasikia neno brand? Ndio hiyo brand sasa. Brand maana yake ni kile kitu watu wanachosema kuhusiana na wewe wakati wewe haupo na hautaweza kusikia. Brand sio kitu ambacho nakusifia ukiwa unasikia. Ni kile kitu ambacho tukiwa tunaongea usikii na utakuja kusikia, hiyo ndio inaitwa brand yako. Ya juu ya uongozi ni kwamba jina lako linawakilisha jambo gani katika kitu unachokifanya. Sasa jina lako kuwakilisha jambo gani sio kitu kinatokea kwa bahati nasibu. Ni kitu ambacho unakijenga kwa makusudi. Unakifanya intention ili kiweze kukupa matokeo. Sawa. Sasa tuangalie kidogo kuhusiana na sifa na tabia za viongozi au sifa na tabia za kiongozi. Kwa sababu tunajua kwamba kiongozi hawezi kufanana na watu wengine.
Ukishakuwa kiongozi, maana yake wewe umetengwa na kundi kubwa, umetengwa na watu wengi. Kwa hiyo kuna namna fulani lazima utakuwa na sifa na tabia ambazo ziko tofauti na watu wengine. Sasa tunataka tuziangalie baadhi ya hizo sifa.